Habari zenu ndugu zangu, kama kawaida Mahenge Junior. Nimekuja tena katika jukwaa letu la kukumbushana. Yani hapa sisi tunakumbushana kwa sababu sisi ni binadamu ambao tuna hulka za kujisahau. Sasa sio mbaya tukipata nafasi kama hii tunakumbushana. Leo katika clip yangu bwana nitazungumzia sana wasomi, yani wasomi hasa wa nchi za Kiafrika, lakini zaidi Tanzania. Nitaizungumzia nchi yangu, ama nitazungumzia wasomi wa nchi yangu. Mimi naamini kwenye elimu. Unaona, elimu ndio jambo linaloweza kumkomboa binadamu. Yani elimu ni maana yake halisi labda ni ukombozi wa kifikra, kwa maana kama ulikuwa unafikiria vitu kwa njia mbaya, elimu inaweza ikakunyanyua ufikirie vitu kwa in positive way zaidi, sawa Sasa elimu ni jambo jema duniani kote, sio Tanzania tu peke yake. Kwa hiyo mimi naamini kwenye elimu. Nawapongeza wasomi, unaona, na bado natambua umuhimu wa wasomi katika nchi zetu za Kiafrika. Lakini kwa upande wa pili nasema baadhi ya wasomi katika mataifa yetu ya Kiafrika, hasa Tanzania, baadhi yao mimi nadhani hawajui maana ya elimu, ama hawana faida katika taifa. Nasema hawana faida ama hawajui maana ya elimu ni kwa sababu sisi wengine hatujasoma. Kwa hiyo ama watu wengi ambao hatujasoma, hatuna elimu, tunategemea mawazo mazuri kutoka kwa watu ambao wamesoma. Yani wao wana maono, wana mitazamo mizuri. Sasa leo nitakapokuja kuona msomi wa hali ya juu anakuja kuongelea mambo kwa upeo mdogo, ama anakuja kudiskasi vitu vya taifa kwa kuwazungumzia watu wachache, hii inanishangaza sana. Sio mbaya kuzungumzia watu wachache, nikiwa na maana kwamba kwa mfano labda Mtwara wao wana biashara fulani, ni Mtwara tuzungumzie, wana biashara fulani inafanyika. Sasa wewe msomi ukienda kuwasemea watu wa Mtwara kwa ajili ya kuinua kile ama kuwatetea kile ambacho labda kingekuwa sawa kiwasaidie, hiyo sio kesi ama sio tatizo, kwa sababu ni Mtwara wanalima labda mihogo, korosho, kuwatetea kwa ajili ya korosho yao, kwa sababu sasa korosho huwezi kuipata sehemu nyingine. Ukitetea wa Mtwara kwa ajili ya korosho ni sawa, lakini ukitaka kuzungumzia maslahi ya taifa kwa ujumla alafu kuzungumzia watu wachache tu, hilo ndio kosa. Hapa na maana kwamba huwezi kuzungumzia ajira ukipick side tu ya watu wa Bukoba peke yake, ama nazungumzia ajira ni watu ya watu wa Shinyanga tu peke yake. Maana wewe umefail, yani katika elimu yako haina maana. Sasa unapojaribu kuzungumza mambo ya kinchi ama unataka kutoa ushauri kwa nchi, zungumzia vitu general, yani vimsaidie mwananchi, kila mwananchi, hata akiwa Mtwara, Mwanza, Shinyanga, yani Tanzania nzima, yani haya matatizo yao yanapatikana. Kama ni ajira, basi ajira nchi nzima ni ukosefu wa ajira. Kama biashara ngumu ni kote, huwezi kusema Dar es Salaam wanafanya vizuri, labda Mwanza hafanyi vizuri. Yani tukizungumza biashara ngumu, nina imani kwamba mikoa yote ya Tanzania biashara ni ngumu. Sasa kama unaamua kuwasaidia, basi zungumza kwa upeo mzuri, ili mradi nchi nzima ione kwamba hii ni agenda yetu. Yani usizungumze mambo kwa agenda ya watu fulani. Sasa nimeona kueleza hili, ninaamua kutoa maoni kama Watanzania wengine. Ni haki yangu kutoa maoni, na natoa maoni kwa sababu wao wametoa maoni kuishauri serikali. Sasa na mimi najaribu kuishauri, yani kuishauri serikali, lakini pia na washauri na wao kwanza kabla sijaenda kwa serikali. Ndugu zetu wasome, hebu jaribu kutumia elimu zenu kwa ajili ya kunufaisha taifa. Msizungumzie mambo yani msitumie elimu zenu kwa ajili ya kunufaisha kikundi ama vikundi vya watu wachache. Nimeona baadhi yenu mko kwa ajili ya kuzungumzia vikundi vichache. Sasa leo nitatoa mifano kama miwili, ingawa iko mingi, lakini leo nitazungumza mifano miwili ya wasomi wa aina mbili. Huyu msomi wa kwanza, juzi katika pitapita zangu katika mitandao ya kijamii nimekutana na huyu msomi, ni profesa, lakini yeye anailalamikia serikali, yuko kwenye vyombo vya habari, anailaumu serikali yetu kwamba inanyima fursa za vijana katika uraia pacha. Amepiga sana kelele hapa kwenye uraia pacha. Vijana wetu wameenda kwa gharama zao huko Ulaya, si wameenda wapi, kwa hiyo lakini wanataka uraia pacha, serikali imewazuia. Sasa ameizungumzia sana uraia pacha, yani amelalamika kana kwamba kuna watu wako Marekani, wako Uingereza, wako nchi mbalimbali apart from Tanzania, wao wanataka uraia pacha, yani wanalalamika kuhusu uraia pacha. Sasa huyu mama amekuja kama kuja kuwatetea, sio yeye peke yake, nimewasikia kama wawili watatu wana complain na ni wasomi. Yani wao wanalalamika ni kwa nini serikali isiruhusu uraia pacha.
Sasa ukiangalia katika haki za kujieleza, anakuwa na haki katika kutoa maoni yake, kuishauri serikali. Lakini namna ambavyo anashauri, ndio maana anasema elimu yake labda kama haina manufaa. How comes, yani wewe mama ama baba unatoka hadharani kuzungumzia, tena unapiga kwa kelele kuilaumu serikali kwa nini hairuhusu taifa liwe na hiyo system ya uraia pacha. Sasa kwani agenda ya taifa ni uraia pacha? Kweli wa Tanzania tunasema agenda ya kuikomboa nchi ni uraia pacha. Yani tukisharuhusu uraia pacha, maana yake ndio maisha ya Tanzania yamekuwa sawa. Sasa hapa ndio maana nikasema usizungumze kutetea watu wachache, na usilaumu serikali kwa kutetea watu wachache. Labda kuna vijana wako wako Ulaya, ama kuna marafiki zako, kuna majirani. Sasa unataka kuwatetea wao wanufaike, ndio sasa unaona kama ni agenda ya taifa. Si kweli. Hiyo agenda hiyo ya kwako na familia yako, hiyo agenda ya kwako na kikundi chako cha watu wachache. Mtanzania wa Mtwara hajui hata maana ya uraia pacha. Mimi mwenyewe ukiniuliza vizuri hapa hata sijui maana ya uraia pacha. Unaona, yani kuna Mtanzania leo ukimwambia nini maana ya uraia pacha, hawezi kujua maana yake nini. Sasa lakini wewe leo unaiona kama ni agenda ya nchi, ni kwa sababu iko kwenye katiba. Sasa unaona, wasomi wa namna hii maana yake wanaangusha nchi. Huwezi kulaumu serikali ukalaumu kwa sababu ya uraia pacha. Uraia okay. Leo unasema tuwe na uraia pacha, ndio unaona ndio kitu ambacho serikali unaikosoa kwa sababu imekataza hiyo swala la uraia pacha. Lakini ndio narudi tena kusema kwamba hivi mbona Waafrika tunakuwa ni watu ambao wenye mawazo kidogo yani chini. Mimi sijaye kuona profesa yoyote katika nchi za Ulaya akatoka hadharani kwenye vyombo vya habari akapigania uraia pacha, yani akatetea wananchi wake, yani kusema Marekani tunanyima uraia pacha. Kwa nini? Hapa mimi nataka niishi Marekani na niwe Mwafrika. Sijaye kuona katika nchi yote. Labda kama kuna mtu anaweza akaniletea clip hapa nitumie, nione ni wangapi. Kwa nini wao wenzetu wazungu hawana hiyo tabia ya kulazimisha vitu ambavyo havina msingi? Yani kulazimisha vitu ambavyo yani sijaye kusikia kitu kama hicho. Maprofesa kutoka Ulaya wao wanangangania kwamba sisi lazima tuwe wa Afrika. Yani tutengeneze uraia pacha utusaidie. Mbona wao hatuwasikii? Lakini pia mbona wao wanafanya maisha yao huku Afrika? Wanakuja Afrika, wanafanya maisha yao, wakishafanikiwa wanakwenda kwao. Yani wanakwenda kwao, wanafanya maisha mazuri. Wanakuja Afrika, wanakula, wanavuna wanachokivuna. Baada ya hapo wanarudi kwao. Na uwasikii tena kusema siji nipeni uraia Tanzania, nipeni. Wao hawana hiyo tabia. Lakini ni Waafrika tu ndio wenye hizo tabia, na hizo agenda zinazungushwa kwenye nchi za Kiafrika. Sasa hebu tuwe na aibu basi. Tuwe na aibu. Hata kama ni kweli sisi tuna matatizo, tuna njaa, hatupaswi kuongelea mambo machache yenye upeo mdogo katika nchi zetu. Kama unataka kutoa elimu, basi toa elimu yenye tija kwa taifa zima. Yani ukieleza swala la ajira, basi liguse Tanzania nzima. Wewe ni profesa, wewe ni msomi, zungumza ama ishauri serikali itoe, yani itengeneze mifumo ambayo itatengeneza kitu ambacho kitasaidia Tanzania nzima. Huwezi kuishauri serikali kwa makelele yote kwa sababu ya kikundi cha watu wachache tu. Na hata tujui faida yake. Faida itawapata wao tu, mtu kama anakuwa na uwezo wa kufanya biashara mbili, Marekani na Uingereza. Hiyo haitanihusu mimi, itamhusu yeye na maisha yake. Sasa huyo ni bora umshauri, abaki kuwa Mtanzania, apige pesa, arudi nyumbani kama ambavyo wenzetu wazungu wanafanya. Wanakuja Afrika, Tanzania, wana miradi mikubwa, South Africa, Kenya, Uganda. Wakimaliza shughuli zao, wameshapata pesa, wanaenda kujenga kwao. Yani hawana habari ya kusema mimi ni Mtanzania, ni Mkenya. Hata kama amekuwa na mapenzi vipi, lakini huwezi kusikia mzungu akingangania Afrika. Ni wachache sana kama wapo, lakini sisi wa Afrika ni wengi sana, tunangangania nchi zao. Sasa kwa nini wewe kama mama ama baba unapenda maendeleo? Kwa nini usimshauri kijana wako akae hata miaka 20, akae hata miaka 30, akae hata miaka 50, atengeneze wigo, yani atengeneze pesa. Mwisho wa siku arudi Afrika, aje kutengeneza ajira kwa vijana wenzake, aje kutengeneza ajira kwa Watanzania wenzake. Kwa nini usimshauri mtu jambo kama hilo? Wanamwambia eti akiwa raia pacha ndio sawa. Sasa huu ni utumwa. Sasa wasomi msituingize kwenye utumwa. Mimi nadhani bado tunaamini elimu zetu. Sasa haya mambo mengine mnayoongea kwenye vyombo vya habari, mnatufanya na sisi wengine tusione maana ya elimu, ama tusipeleke watoto shule maana yake, ama tusiwaone kama nyinyi mna maana kwenye taifa. Unaona, huwezi kuwa wewe unakaa kwenye chombo cha habari, unapiga makelele, unashinikiza nchi, unamlaumu rais eti kwa sababu tu mtoto wako amenyimwa uraia pacha, ama familia yako imenyimwa uraia pacha. Hii si sawa. Mimi nadhani
Ukipata nafasi ya kuongea kwa ajili ya taifa, basi nusuru taifa. Usinusuru kikundi cha watu. Haitakusaidia. Mwisho siku utapoteza heshima yako. Ni kweli kuna baadhi ya watu ambao bado upe wao mdogo wataona umezungumzia kitu kizuri. Sasa je, ni Watanzania wangapi wanasafiri? Yani ukiangalia takwimu, je, Watanzania wangapi wanasafiri na wanahitaji, yani wana mahitaji ya huo uraia pacha? Utakuta ni wachache tu. Sasa kwa nini uzungumzie watu wachache? Hili sio jambo zuri. Lakini pia ni watu ambao tayari mlikuwa kwenye serikali zenu, mlikuwa kwenye serikali tayari, mshafanya kazi huko. Kwa hiyo waacheni wenzenu wafanye kazi kwa amani. Mnapopinga, mnapoongea maneno, mnasema kama mnatoa mawazo, ingawa ni haki zenu, basi toeni mawazo mazuri. Lakini hata tukirudi nyuma tukiwauliza nyinyi wenyewe ambako kabla hamjatoka serikalini, je, mna kitu gani ulikifanya ambacho leo unakumbukwa nacho kwa taifa? Sio kijijini kwako, taifa linakukumbuka katika lipi? Yani uliokoa jambo gani la taifa? Yani wewe ulifanya jambo taifa likasema huyu ni mkombozi. Wewe kama wewe sasa jitathmini mpaka leo tuone kama ada wewe una akili zaidi kuliko rais, ama wewe una mawazo mazuri kuliko watu ambao wanaiongoza nchi sasa hivi. Kwa hiyo msio wapinzani indirect. Hiyo sio sawa, huo ni usaliti. Hapa ni kwamba hata kama kweli rais ama serikali inafanya vibaya, yako mambo nakubaliana na nyinyi kabisa, kuna mambo kweli kama serikali huenda yanaenda tofauti. Mna nafasi nzuri ya kushauri vitu ambavyo huo ushauri wako uwe tija kwa kila Mtanzania. Usitoe ushauri kwa ajili ya kuwasaidia watu wachache. Uraia pacha unawasaidia watu wachache sana. Lakini ukizungumzia mustakabali wa ajira, basi unamgusa kila familia pale Tanzania. Lakini uraia pacha unagusa baadhi. Sasa wewe ni profesa gani unawazungumzia watu baadhi? Kwa hiyo leo nimemzungumzia huyu profesa ama hawa maprofesa wanaotetea uraia pacha. Lakini next time nitakuja na agenda ya wasomi wa namna hii, lakini kwa upande mwingine. Sasa ndugu zangu, wewe Mtanzania usio na shabikia watu kama hao. Ukisikia tu uraia pacha kwa sababu uko Tandaimba huko vijijini, unashabikia kweli uraia pacha Tandaimba, hata Dar es Salaam uje kufika, lakini leo unapiga kelele uraia pacha. Tunasema labda mwanangu. Unasemaje labda mwanao, wakati mwanao inabidi wewe ndio muandalie, yani asiwe mtumwa. Yani wewe inabidi uandae maisha ya mtoto wako. Anapoenda Ulaya aende akatembee. Tutafute pesa. Mtengeneze mwanao, sio ati akaishi Ulaya ndio akaboreshe maisha. Mtengeneze mtoto aende Ulaya kutembea, ama akaibe tu teknolojia ailete Tanzania. Usimwambie eti mtoto wangu akisoma aende akakae Marekani. Sasa huo ni utumwa. Umeelewa? Huo ni utumwa wa hali ya juu. Kwa hiyo ndugu yangu, hata kama kweli unatetea wewe uko Tandaimba au uko wapi, tetea, lakini tetea kuona kwamba ujue unachokitetea kina maslahi gani katika taifa lako. Unaona, usitetee tu kwa sababu wewe ni mpinzani, unatetea kwa sababu eti labda mtoto wako atakuja kwenda Marekani. Hapana. Fikiria mtoto wako aende kufanya biashara Marekani na kurudi nyumbani. Lakini la pili, pesa ndio kila kitu. Hivi leo hata kama unasema Bill Gates, yani tuseme ndio wake na Bill Gates akina Elon Musk, hivi aamua kuishi nchi gani, anaweza kazuiliwa yule? Nchi gani inaweza kumkataa yule? Aseme mimi nataka kuwa raia wa Kenya, nataka kuwa raia wa Tanzania, nataka kuwa raia wa Ghana, nchi gani inaweza kumkataa Elon Musk? Wote tutamkimbilia. Ni kwa sababu ya pesa. Sasa kwa nini nawe usimtengeneze mtoto wako akawa tajiri ambaye asiabudu huo uraia pacha? Tengeneze pesa ili awe tajiri, apendwe na nchi yote, na aishi bila hizo uraia pacha na maisha yaende. Wazazi, kama umepata nafasi ya kusomesha, umepata nafasi ya kuelimisha, tuelimishe vijana wetu wawe na misingi mizuri ya kutafuta pesa ili wasije kuwa watumwa. Nadhani huo ndio ushauri wangu kwenu. Nazungumza hivi kwa ajili ya Watanzania wenzangu na hata hao ambao wanatetea vitu ambavyo havina msingi. Hili sio jambo bora, hili jambo halina afya kwa taifa. Naamini nyinyi ni waelewa na mmetoa maoni yenu, na sisi tunawashauri kwamba hii sio tabia nzuri. Ukipata nafasi ya kushauri, shauri kwa ajili ya nchi, sio kijiji chako.